Kuna kitu kimoja ambacho huwa tunakipotezea, huwa tunakisahau, huwa tukizingatii katika sura ya kwanza ya kitabu cha Yakobo na ule mstari wa 27. Huwa tunachukua tu mistari ile ya mwanzoni, lakini kule mwisho huwa hatumalizii. Neno la Mungu linasema kwamba dini iliyo safi isiyo na taka mbele za Mungu Baba ni hii: kwenda kuwatazama yatima na wajane katika dhiki yao na kujilinda na dunia pasipo na mawaa. Unaona? Maana hapo kuna vitu viwili. Kitu cha kwanza ambacho amekisema ni kwamba ni kwenda kuwatazama yatima na wajane katika dhiki yao. Ndio kitu ambacho kwa tunakizingatia mara nyingi kwamba hiyo ndio dini safi, hiyo ndio dini safi, lakini tunasahau au tunapotezea, hatuzingatii mistari ya mwisho ambayo inasema kwamba na kujilinda na dunia pasipo na mawaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hapa ndio sehemu ambayo nataka tuiangalie, ili usije ukawa umekaa una relax kwamba mimi nikiwasaidia tu yatima, nikifanya matendo ya charity, matendo mema, basi natosha, kwa sababu hiyo ndio dini safi, mimi ni wa Mungu na ninaenda mbinguni. Ni kweli utafanya kitu kizuri cha kumpendeza Mungu na hautaenda mbinguni kwa sababu haujazingatia maelekezo yote. Ili uweze kupokea thawabu, lazima kwamba ukamilishe package yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kujilinda na dunia pasipo mawaa anamaanisha kujitenga mbali na uovu, kujitenga mbali na dhambi, kwa sababu wakati wote Biblia inapozungumzia dunia inamaanisha ni mambo yasiyompendeza Mungu. Ndio maana anasema kwamba msifuatishe namna ya dunia hii. Kwa sababu gani? Mambo ya dunia mara nyingi au wakati wote amekuwa anaenda kinyume na mapenzi ya Mungu, na amewaambia kabisa kwamba ninyi sio watu wa dunia hii. Ndio maana dunia yenyewe itawatenga, inawachukia, itawatendea ubaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sasa kujilinda na hii dunia tumesema kwamba ni kujitenga mbali na maovu, kujitenga mbali na dhambi. Sio kuwasaidia tu watu kutenda matendo mema tu, bali na sisi wenyewe pia tukae mbali na dhambi. Tunawezaje kukaa mbali na dhambi pasipo msaada wa Yesu, ambaye yeye ndiye mwenye uwezo wa kutusafisha dhambi zetu, kuondoa dhambi zetu na kutupa nguvu ya kuendelea kushinda dhambi? Tunawezaje? Maana yake ni lazima sasa, ili sasa tuweze kujitenga mbali na dhambi, tusiwe na uovu wowote ule, ni lazima tumpokee Yesu Kristo. Tukishampokea Yesu Kristo tutakase, na kupitia kwa kutakasa kwake aendelee kututakasa siku zote za maisha yetu tunapokuwa hapa duniani. Hiyo ndio namna ya kujilinda na mawaa. Kwa hiyo hakikisha mtu wa Mungu unatenda matendo mema na umempokea Yesu pia, na hakikisha umempokea Yesu na unatenda matendo mema. Usifanye kitu kimoja tu. Usichague tu kitu kimoja. Fanya vitu vyote. Mpokee Yesu na utende matendo mema, kwa sababu ukichagua kimoja utapoteza thawabu. Ni kweli ukiwasaidia wajane, yatima kwenye hii dunia, Mungu anaweza akakulipa thawabu, lakini hautaurithi uzima milele kwa sababu ya mawaa ambayo yako juu yako yatakuzuia, kwa sababu katika ule mji mpya, nchi mpya, mbingu mpya, hakitaingia kitu kinyonge, hakitaingia kitu kichafu, hakitaingia kitu ambacho hakijatakaswa kwa damu ya Yesu. Kwa hakikisha umetakaswa kwa damu ya Yesu Kristo pamoja na kutenda. Ni kukukumbusha wewe Mkristo ambaye ni kweli wewe unahudhuria ibada, umempokea Yesu na muamini Yesu, kwamba hupaswi tu kuishia hapo. Imekupasa pia kuwasaidia wahitaji, wajane, yatima, wazee wasiojiweza, maskini katika dhiki yao. Ubarikiwe na uwe na wakati mwema.